wetu ni jukumu la mzazi katika malezi ya mtoto. Kwa sisi hatutozungumzia malezi kwa ujumla wake, tutazungumzia sehemu moja inayogusa jukumu la mzazi. So malezi ni neno pana na lina pande nyingi. Abu Hamid al-Imam al-Ghazali katika kipamphlet chake, kijitabu chake kidogodogo alichokiita Ayyuhal Walad, katika kitabu hiki Ayyuhal Walad anatuambia kwamba malezi yanafanana na fi'lu al-fallahi, fi'lu al-fallahi alladhi yaqla'u ash-shawka wa yukhriju an-nabatati al-ajnabiyya min bayni az-zar'i liyuhsina nabatahu wa yukammila ar-rawa. Malezi yanafana sana kabisa na tendo la mkulima analolifanya. Mkulima yoyote hodari, ule mti hauachi, ule mmea hauachi. Eti imepita mwezi mmoja miwili hajashughulika nao, hamna jambo tena hapo. Bali kama kuna sehemu kuna miba hukata na kuondoa ile miba. Kama kuna magugu yanaingia kushambulia, yukhriju an-nabatati al-ajnabiyya, huondoa yale magugu ili aufanye kuwa mmea wake unakaa vizuri na akamilishe kila kinachohitajika katika mmea ule. Kwa malezi si jambo la muda mfupi, ni jambo endelevu. Linahitaji mlezi kuwa karibu na anayemlea kipindi chote ambacho anaelelewa yupo chini ya himaya ya huyu mlezi. Abu Hamid al-Ghazali kana kwamba anatuambia malengo ya malezi kwa mujibu na mtazamo wa Uislamu ni tanqiyatu nafsi wa tazkiyatuha, ni kuisafisha na kuiondolea takataka nafsi ya mwanadamu. Na kisha anamfananisha yule mlezi mwenyewe kama vile mkulima anaondoa magugu. Magugu maana yake ni zile tabia mbaya ambazo ni lazima mtaa unataka kuziingiza kwa yule anayelelewa. Mtaa una tabia zake, jamii ina tabia zake, inataka kuziingiza kwa huyu mtoto. Mzazi jukumu lake ni kupambana na hizi tabia chafu zinazotakiwa kuingia kwenye mtoto wake. Anafanana na mkulima ambaye anapambana na yale magugu yanayotakiwa kuingia katika mmea wake. Lengo lake ili kukua kwa ule mmea ukue katika mazingira mazuri na hatimaye uweze kuleta kile kinachotakiwa. Na huku nako hivyo hivyo, ili mtoto yule akulie katika tabia njema, aweze kuwa kwa manufaa huko tunakokwenda, manufaa kwenye jamii yake, manufaa kwenye taifa lake na kwa ujumla. Hivi ndivyo alivyoona yeye al-Imam al-Ghazali malezi yanavyotakiwa kuwa. Kwa kafananisha malezi na matendo ya mkulima. Hayuko tayari mkulima yanaota yale majani ambayo huwa yanakuwa kama kamba, ende akauzonge ule mti wake, anajua hatima muda mfupi tu mti huu tena utakuwa hauna nafasi, na hata nikitaka kwenda kulima lile jani hatimaye ninaua na ule
mmea wenyewe vizuri, kabla yale majani yale magugu haijauingia, mimi nikae tayari kuyaondoa yasivamie ule mmea wangu. Mlezi mzuri ni yule anayejali mabadiliko yoyote yanayoingia kwa yule anayemlea au yule mtoto wake, anatakiwa apambane nayo mapema kabla hayajaonesha athari hasi katika mtoto husika. Wabilmithali yattadhihu almaqal, kwa kutoa mfano ndo huwa wazi yale maneno yanaposemwa. Wabilmithal yattadhihu almaqal, kwa kutoa mfano huwa wazi maneno yanayosemwa. Mama Maryam amelelewa katika nyumba ya mzee Zakaria alayhi masalam. Nyote mnaelewa Maryam hakuna amezaliwa, lakini mazingira yalipigwa kura sijui na kadha, lakini akaingia katika mikono ya Zakaria kulelewa. Zakaria katika kumlea yule binti akawa amemweka kwenye chumba maalum ili wasionekane waselavi wanamsogelea karibu, wahuni wanamsogelea karibu, na yeye pia asiende kuathiriwa na mtaa huko anapokwenda kucheza. Inategemea zama, kama ilikuwa rede au kadha, inategemea zama. Lakini pale alipomweka, baadhi ya nyakati hutoka akienda kukagua, anakuta kuna vitu ambavyo yeye hakuvipeleka, hakupeleka yeye, anashangaa hivi vimetoka wapi? Bila akawa anafuatilia kwa kina, pia akakosa majibu. Huyu aliochonga funguo, maana mimi ndo ninayefunga na kufuli natia mimi naondoka. Huyu aliochonga funguo mimi sipo, yeye anakuja kufungua huku na analeta vitu. Nani? Qur'ani inatusimulia kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qala huwa min indillah. Mlezi ni yule anayejali, anapoona vitu kwa mtoto yeye hakuweka, anataka kujua kaleta nani. Unakwenda unarudi, unakuta binti yako ana abaya mpya, halafu wewe hukununua, na anavaa anakwenda anarudi, huulizi. La, mlezi nzuri afanye hivyo, anataka kujua mama, abaya hii kakununulia nani? Hakuna abaya ya 500 kusema ulipita njiani ile hela ya shule iliyobakia ukanunua abaya umevaa. Hakuna abaya ya 500. Hii umenunua wapi? Na Qur'ani inapoleta visa, hakuna visa vya paukwa pakawa. Visa vya Qur'ani vinapotusimulia, maana yake ni mambo haya mawili: imma hatima ya hicho kisa ni jambo zuri, kwa hiyo na wewe unahimizwa fanya kama hivyo ili upate mazuri hayo, au hatima ya hicho kisa ni jambo baya, maana yake na wewe unaambiwa jiepushe na mabaya haya, usije ukawa kama huyu. Kwa visa vyote tunavyosoma kwenye Qur'ani ndani yake kuna nini? Ibra. Laqad kana fi qasasihim ibra. Kila kisa ndani yake lazima kiwe na ibra, kina mazingatio. Kwa mzee Zakaria alipoingia, Qur'ani inatusimulia kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba, kila Zakaria anapoingia pale alipo Maryam kwenye ile mihrabu, wajada indaha rizqa, anakuta mbele ya Maryam kuna riziki, kuna matunda ya wakati wa shita anayakuta kipindi cha saifu, au matunda ya wakati wa saifu anayakuta kipindi cha shita. Inamuuma kichwa, mimi sikuleta matunda, yanakuwa na misimu yake. Haiwezekani msimu usiokuwa wa machungwa ndani nakuta machungwa, msimu usiokuwa wa embe ndani nakuta embe. Akamuuliza, anna laki hadha, umepata wapi matunda haya? Umepata wapi riziki hii? Mwanao hukumnunulia, unarudi unamkuta ana simu kubwa mkononi. Kijana wako wa kiume ana simu kubwa, hakuna simu ya shilingi 500 wala 1000. Sasa lazima umuulize, anna
laki hadha, simu hii mwanangu umepata wapi? Lakini ukiacha hili, kila kitu unachomkuta nacho unamwacha kinaendelea, hiyo ni hatari unasababisha. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha, akamuuliza Maryam, umepata wapi riziki hii, umepata wapi chakula hichi? Qala huwa min indillah. Kwa mlezi mzuri, mlezi bora ni yule anayefuatilia, yule anayemlea kila anapoona mabadiliko ambayo yeye hayajui, anataka kujua yamesababishwa na nini mabadiliko haya. Mtoto leo karudi na kompyuta, huulizi. Kesho karudi na simu kubwa, huulizi. Ana chati muda wote, bando anapata wapi, huulizi. La. Mlezi mzuri ni yule ambaye anayetaka kujua haya yanayoyafanya mtoto wangu hayaji yenyewe suda, lazima yanasababishwa. Msababishaji nani na kwa nini? Ndugu zangu tuliohudhuria, sisi hatuzungumzii malezi kama malezi, tunazungumzia nafasi ya mzazi katika malezi ya mtoto. Kwa miongoni mwa hayo, mlezi mzuri anatakiwa kufuatilia yule anayemlea anaenda vipi. Lakini pia nafasi ya mzazi katika malezi ya mtoto, tunaangalia mzazi ndiyo tofali la kwanza, ndiyo nguzo mama ya huko anakotakiwa kwenda mtoto. Sio maana yake kwamba kila aliyopotea mzazi wake alikuwa mbaya, la, kuna kutengenezwa hukumu. Kwa hiyo mzazi huzingatiwa kama tofali la kwanza katika kutengeneza maisha ya mtoto. Mzazi huhesabiwa kama nguzo ya katika kujenga maisha ya mtoto. Kwa hiyo haiwezi kuishia kwenye ashia madia, vitu vile mahsusati. Haiwezi kuishia eti fulana aliyovaa, jinsi aliyovaa, kofia aliyovaa, simu alionayo, kompyuta alionayo, viatu alivyonavyo, haishi hapo, bali pia tunaangalia kwenye upande pia, yeye mzazi anatakiwa awe ndio kila kitu kwa mtoto, mpaka maadili yake, maadili na tabia za mtoto. Bila hivyo mtoto anaweza, wewe mwenyewe unaona aibu kula naye mbele za watu baadaye. Chimbuko ni wewe. Wakati mara ya kwanza alipokuwa anakosea kula, ulitakiwa wewe hawali hivyo, na hatimaye ananyooka, anakaa katika utaratibu unaotakiwa. Bali muda mwingine wewe unatakiwa ufanye majambo tu mbele yake, yeye aweze kukuona. Tunaita hiyo at-tarbiya bil qudwati al-hasana. Muda mwingine mtoto unamlea kwa kuangalia yale matendo mema kwako, unamlea kwa kuangalia tabia zako wewe zilizokuwa njema. Hujamwambia fanya, bali yeye mwenyewe anaona hivyo. Kwa hiyo baba anatakiwa kupandikiza itikadi sahihi kwa mtoto wake, anatakiwa kupandikiza maadili mema kwa mtoto wake, anatakiwa kupandikiza mafundisho ya dini kwa mtoto wake, ili kujenga shakhsia ya mtoto ambaye qadiratun ala tahammuli almas'uliyya. Mtoto ajengwe kwa hali ambayo anaweza mwenyewe kuendesha majukumu yake. Hapo tuendako, ndugu zangu, hivi leo mtoto mwenye umri wa miaka 18, mtoto mwenye umri wa miaka 20 unaweza kumwachia nyumba kwa muda wa siku 2, kila kitu kipo ndani, halafu hii nyumba ukakuta imeshindwa kuendelea. Yaani watu wanaweza wakashindwa kula hali ya kuwa chakula ndani kipo. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nyinyi mnaelewa, amekufa baba yake akiwa bado hajazaliwa, amekufa mama yake akiwa bado mtoto mdogo sana. Mlezi alikuwa nani? Babu yake pia amekufa akiwa bado mdogo sana, akalelewa na ammi yake mzee Abu Talib. Lakini Abu Talibi akawa kile anachokifanya yeye anataka na yule anayemlea awe hivyo, akamfundisha biashara, kwa sababu yeye alikuwa mfanya biashara, akawa anamfundisha biashara, anatoka naye anakwenda safari za hapa na